Naam, ukisikia mpira wa miguu wa South America basi huwezi kuacha kuongea vitu kama chenga mbalimbali, magoli ya videoni pamoja na matukio ya kupigana mashabiki na tumekuwa tukizoea kuona vitu kama hivyo ukiwa unaangalia mechi hasa zile za Amerika ya Kusini. Naam, tabia hiyo naona imekuwa kabisa kwa ukubwa wake. Naona mambo kama hayo yanaanza kutokea mpaka barani Afrika. Hivi miaka ya karibuni tumeanza kuona matukio ya sio furahisha na sio leta taswira nzuri kwenye mpira wetu wa Afrika. Naam. Jana ilikuwa ni wiki ya mechi za CAF. Tumeshuhudia michezo minne ya CAF Champions League ikichezeka. Tumeshuhudia matukio ambayo kiufupi hayafurahishi na yanaweza pia yakachafua taswira mpira. Mechi ya kwanza ilikuwa ni inachezwa majira saa 10 katika jiji la Loftus Trafford ya chini ya Afrika Kusini katika jiji la Pretoria. Mchezo ulikuwa ni Mamelodi Sundowns wakiwakaribisha Esperance de Tunis, mchezo ambao uliisha kwa Mamelodi Sundowns kushinda kwa bao 1-0. Baada ya mchezo huo, sekunde chache baada ya mchezo kukamilika, tuliona matukio ambayo kiufupi ya kufurahisha. Tuliona mashabiki wakileta vurugu, mashabiki wa timu zote mbili. Inasadikika kuwa mashabiki wa Esperance de Tunis hawakufurahishwa na matokeo, basi wakaamua kuanzisha vurugu kwa kurusha chupa kwa mashabiki wa Mamelodi Sundowns. Lakini watoto hao wa Madiba kutaka kuzubaa. Hiyo inaitwa ukimwaga mboga mimi namwaga ugali. Basi mashabiki wa Mamelodi Sundowns pia wakaamua na wenyewe kuinuka, wasikae kwa kimya. Basi ikawa ni piga ni kupigi, ikawa ni vita kweli kweli, na mashabiki wa Mamelodi Sundowns pia na wenyewe wakaanzisha la kwao, akawa kirusha na mimi narusha. Basi tukio likaendelea kwa baada ya dakika kadhaa, na tukio moja ambalo lilitokea kati ya tukio hilo ni ilitokea shabiki mmoja Esperance de Tunis alikuwa katika hali ya kutatanisha. Alikuwa amening'inia moja kati ya jukwaa ambao lilikuwa lina urefu ambao mtu hata akianguka na uwezo wa kupoteza maisha, lakini katika hali ya kustaajabisha alitokea shabiki mmoja wa Mamelodi Sundowns, lakini aliweka wadui pembeni na kwenda kumsaidia kumvuta yule shabiki wa Esperance de Tunis ambao alikuwa akining'inia pale. Tukio liliwashangaza wengi kweli kweli, na tukio lina trend kweli kweli. Lilionyesha katika vita ambayo ilikuwa inahusisha mashabiki wa timu zote mbili, basi kuna raia mwema alikuwepo pale. Hakutaka kuona binadamu wenzake akipoteza maisha kisa vitu visivyokuwa na maana kusema kweli. Na baada ya kumsaidia pale, vita bado ilikuwa bado mbichi, ilizidi kuendelea mpaka nje ya uwanja. Mashabiki wa Mamelodi Sundowns au kuishia tu kwenye kurusha chupa, wakaanza kurusha hadi mawe. Vita ilikuwa ni kali kweli kweli, huku walinzi wakionekana kujaribu kuzuia tafaruki hiyo, lakini ilikwama. Naam, hivyo basi mpaka sasa tunasubiria ripoti ya CAF itasemaje. Kumbuke kuwa timu hii ya Mamelodi Sundowns inamilikiwa na rais wa CAF Patrick Motsepe. Swali ni kwamba je, CAF watafanya maamuzi gani? Hilo mimi na wewe hatufahamu, lakini ikumbuke pia mchezo wa mwisho wa kombe la shirikisho katika kundi aliyokuwemo Simba anayewakilisha nchi ya Tanzania, mchezo huo ulichezwa bila kuwa na mashabiki kutokana na tukio kama lile lililotokea jana hapo katika mchezo wa Mamelodi Sundowns dhidi ya Esperance. Mashabiki walipigana baada ya Simba kuibuka na ushindi wa bao 2-1 katika mchezo huo. Bao la dakika ya mwisho kabisa ambalo liliwafanya mashabiki wa CS Sfaxien kuanzisha na wenyewe vurugu, na mashabiki wa Simba baadhi kujibu tukio ambalo liliwafanya CAF wafungie mashabiki Simba katika mchezo huu ambao ulikuwa ni wa kukamilisha hatua ya makundi. Naam, hayo ni machache tu kati ya mengi yale yaliyotokea katika michezo ya CAF Champions League hapo jana. Naam, mpaka wakati mwingine tena, ni mimi Abdalla Mazani kutoka Biseko TV. Asante.